we have been able to reach over 210,000 young people through training, and also just placed about 30,000 young people into work, which is really, really, really impactful. So one of the reasons we're here today, and in particular here in Mombasa, is we want to connect our young people to dignified and fulfilling work. As I'd mentioned, we are mandated by the foundation, but also looking at Brighter Mondays mission, which is to bridge the unemployment gap here in Kenya and Africa. So we are here to support our young people with skills, with the relevant skills that are market-driven, support them get access to these opportunities, and for those who do not want to get employed, support them with entrepreneurship training, with mentorship, with coaching, to ensure that they get access to dignified and fulfilling work. So we have a lot of business towards supporting our young women get access to these opportunities. We are also very intentional about working with persons with disability, get access to opportunities, be it getting employment or them starting and running business successfully. Lastly, we're also working with displaced communities or displaced persons to ensure that they also get access to these opportunities, because collectively we will then be in a better position to cater for our needs and that of our families. We are targeting to have over 600 young people here who will undergo the CV, the AI career tool training. We'll ensure that we support them with mentorship, with coaching, to position them as ideal candidates for work opportunities. So we have employers on ground, we have partners like Equity Foundation who will be supporting us tomorrow in particular, because as I mentioned, entrepreneurship is very key for us. So we're working with partners like Equity Bank, we're working with partners like Kweza, who will then support our young people start businesses, and in particular, what skills do they need, what support do they need to start and run businesses successfully. So we're very, very excited about this partnership, and in particular the job centers, because through the job centers our young people can literally just walk into these job centers, identify what opportunities are existing, which employers are hiring, and how then do we support them to get these opportunities and get work. So looking at our staff who have been placed within the job centers, they will be going out to engage with employers, identify what opportunities are existing, and supporting our young people get this work. Some of the services that we'll be offering will include CV reviews. We have the AI career tool that will potentially make your CV ATS friendly. We will have interview preparation. We will have mentorship going on in these same hubs. So we're very, very excited to be here in Mombasa, and also just looking into the next few weeks, we're looking to open similar job centers across different locations in the country. We're looking to have one in Eldoret, one in Machakos, and one in Kakamega by the next week. Kwa majina ni Mahmoud, Chief Mentor Swahili Port Hub. Nafikiri leo ni fursa nzuri kuwaelekeza vijana, because wanaelekezwa kwa mambo mawili. Moja ni vipi wanaweza kupata kazi, na kupata kazi ni CV writing, utajipresent vipi, na pia kuna wale ambayo pia wanaelekezwa ikiwa wanataka kufanya biashara. Lakini baadhi ya mambo ambayo pia wanafunzwa katika hii, apart from CV writing, tunataka mtu akiandikwa kazi retain ile kazi, abaki katika kazi. Na kubaki katika kazi wataka uaminifu, kwa sababu uaminifu, mtu yoyote akikupatia majukumu, kwa mfano wewe leo umetumwa kufanya assignment fulani, utafanya ile assignment kama ni assignment yako mwenyewe ama zaidi, kwa sababu changamoto kubwa sana ambayo wale wafanyikazi wengi wanalalamika, yani wale wafanyabiashara ama wenye kuandika watu kazi, ni kuwa ni vigumu kupata watu ambayo wanaaminika. Ili unaweza mweka mtu mahali run biashara yako ni kama wewe mwenyewe uko pale. So nafikiri ni muhimu sana tuwaelekeze vijana na tuwafunze umuhimu wa maadili. Na maadili, nimetaja maadili, ni kuna sote huwa tunasema sisi ni nchi ya Kikristo, ama sisi ni Wakristo na Waislamu. Na hata kama sio Wakristo na Waislamu, ubinadamu ina demand tuwe tunafanya mambo fulani kwa usawa. Na ukifanya kitu kwa usawa, then utakuwa na zile zinaitwa maadili ama values ambazo zinafanya watu wanaishi kwa uzuri zaidi. Na ikiwa wewe unafanya biashara yako, unafanya biashara ya halali,
Kwa mfano kama mimi nauza chakula, ikiwa chakula imebaki na imeharibika, kesho asubuhi siamka nikachanganya na nyingine. So hizi ni vitu ambazo ni muhimu, lakini pia hazifanyiki ghafla binvu. Ni muhimu tuanze kuwaelekeza vijana mapema katika maisha. Pale wewe kama mzazi unamlea vipi mtoto wako kuanzia akiwa na miaka 5 mpaka miaka 14? Ni maadili gani ambayo unampatia? Na the best way kumpatia mtoto maadili ni wewe mwenyewe pia kuonesha mfano mzuri, kwa sababu hauwezi mtarajia mtoto awe mkweli na wewe mwenyewe ni mrongo. Hauwezi tarajia kijana awe haamini corruption na wewe unataka kumnunulia exam ya ile ya kidato ya msingi wala kile kidato cha juu, na wewe pia ndio unamnunulia nafasi ya polisi ama nafasi ya jeshi ama unahongana ili apate fursa. So kuna mambo ambayo tunafanya lakini ni mazito na ni magumu, lakini lazima tuanze sisi wenyewe, because ikiwa tunatengeza nchi ambayo haina maadili, then tutakuwa tuna shida wakati wote. Na msingi wa kampuni kuthrive ama makampuni kuendelea ni wakati ina misingi ya uadilifu, ina misingi ya ukweli na usawa katika watu wote. Naam. No, by the way, before COVID, katika our own studies tuliona around 373,000 young people wako out of employment na pia out of school. Najua baada ya COVID hizo numbers zimeongezeka, ziko juu zaidi. Hatujafanya survey kuconfirm, lakini mafunzo ambayo kama leo hapa wana focus sana na mambo ya hospitality, na ni kwa sababu wanajua Mombasa na pwani kwa ujumla ni mambo ya services na mahoteli ndio iko kwa wingi zaidi. So leo hapa wana target mambo ya hospitality, ndio sasa watu wanaanza kujisajili. Na hizi program zote zinasupportiwa, including ile ambayo tunaanza kufanya Swahili Pot na Mastercard Foundation, na azma yake tunataka kutarget kama vijana 30,000 hawa ambayo tunawatarget ni Kilifi, Mombasa, Nairobi na Kitui. So once vijana wameanza kujisajili, then tutaweza kukupatia hizo numbers. Lakini sisi kama Swahili Pot so far katika database yetu tumeregister na kuverify vijana 25,000 kutoka sana Kilifi, Kwale na Mombasa. Azma yetu kwa hawa vijana 25,000, at least 20,000 tunataka kuwapitisha katika mentorship program.